Baba anashangaa tu, mwanangu, hivi ni hapa ndo unapokaa? Ndo hapa unapofanyia kazi? Akamwambia ndio baba. Huyo kijana watoto wake wote wawili walikuwa kilema kwa sababu tu ya kumdharau na kutokumheshimu mzazi wake. Hii ni story ambayo tulihadithiwa kanisani, na naamini na wewe inaweza ikakusaidia. Mara nyingi nimekuwa nikifundisha hapa mbinu mbalimbali za kusaidia wewe kwenye elimu ya fedha, lakini pia kwenye maisha yako kwa ujumla kufanikiwa. Lakini kama usipozingatia vitu hivi, vitakugharimu wewe kufikia ile hatua ambayo unaikubali. Kwa hiyo kijana alikuwa amefikia umri wa kuoa. Hakutaka kuoa kwenye sehemu wazazi wao wanapoishi. Wazazi wao walikuwa kijijini, yeye alikuwa yuko Dar es Salaam. Kwa hiyo washauri wazazi kwamba wafanyie harusi Dar es Salaam yeye anakoishi. Basi ikawa hivyo siku ya harusi, na yule kijana akamwambiaje, baba, naomba usitoke ndani, kwa sababu yani lengo ilikuwa ni kwa sababu yule baba alikuwa na meno marefu. Kwa yule kijana alikuwa anaona ya kwamba baba yake atamwaibisha mbele ya rafiki zake, kwamba rafiki zake watamuonaje baba yake yuko hivi. Basi baba akatii, akabaki ndani, hakutoka kuona harusi imeendaje. Come on. Jamani, inahuzunisha eh? Kwa hiyo basi sherehe ikaisha, baba akasema mimi nirudi kijijini. Kwa hiyo baada ya baba kurudi kijijini, mtoto akaendelea na maisha yake. Akazaa mtoto wa kwanza ni kilema, mtoto wa pili ni kilema. Kutokana tu na kutokumheshimu baba yake kwa jinsi ambavyo alivyo, akaona kwamba baba yake atamwaibisha. Sasa hivi ameshakuwa handsome, ameshapata hela, anaona baba yake si kitu. Ni kitu ambacho ni kibaya sana. Na kijana wake mwingine wa huyo baba alikuwa ni lecturer chuo cha SUA. Akamkaribisha baba yake kwenye ofisi yake. Alikuwa na ofisi kubwa. Baba anashangaa tu, mwanangu, hivi ni hapa ndo unapokaa? Ndo hapa unapofanyia kazi? Akamwambia ndio baba. Yule kijana akamzungusha baba yake the whole building, kumtambulisha kwa lecturers wenzake kwamba jamani, huyu ni babangu. Kwa hiyo watu wakawa wanafurahia. Watu hawakuona tena udhaifu wa baba yake jinsi ambavyo alivyo, lakini walikuwa wanaona jamani, baba amejitahidi, amepambana, amemlea mwanae mpaka sasa hivi mwanae ana hatua hii nzuri. Kwa yule mtoto akapata baraka nyingi, akapata PhD, akapandishwa vyeo na mambo mengine mbalimbali. Yani kulikuwa kuna baraka za kutosha. Kulikuwa na baraka za kutosha juu ya yule mtoto. Kwa hiyo nakufundisha ya kwamba unaweza kaa unatumia mbinu nyingi za kutoboa kimaisha, lakini kama unashindwa kuwathamini wale ambao walikulea, wewe unaona hapa pale, unajua kuna yule mtu ambaye anasema pale sio kwetu. Yani anapakana kabisa pale kwa wakati ndo palipomlea mpaka yeye alipofikia hapo alipo. Kuna mtu anashindwa kumtambulisha baba yake kwamba huyu ni babangu, anasema ni baba mdogo au ni mjomba, au labda yule ni shangazi, kumbe ni mama yake, kwa sababu tu labda ya muonekano au labda rafiki zake watamuonaje. Ni kweli unaweza kuwa unanifuatilia sana, lakini kama hivi vitu unashindwa kuvizingatia, vitakufanya wewe usifikie katika malengo yako. Kwa hiyo jitahidi, waheshimu wazazi wako, wape nafasi yao. Naamini ujumbe huu umekusaidia. See you in the next video and the next story. Nitakuwa na share story mbalimbali ambazo zitakuwa zinakusaidia kukupa awareness ya mambo ambayo unatakiwa kufanya. Kwa hiyo tuendelee kuwa pamoja. Bye.